إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. عباد الله، الله سبحانه وتعالى ameamrisha katika kitabu chake katika sehemu nyingi sana tabia njema ya kuwa na uaminifu na amana, jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelitaja kuwa ni katika miongoni mwa alama katika alama za kiyama kupotea. Itakapopotea amana, basi ni alama miongoni mwa alama za kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala atuamrisha tulioamini na kusema ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala aelekeza mazungumzo yake kwa wale walioamini na kuamrisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Na katika yale aliyoamrisha, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala awaamrisha mufikishe amana kwa wale waliowaamini na kuwapa amana zao. Muzitunze amana hizo na muzifikishe kwa uaminifu kabisa. Wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil adl, na mnapohukumu baina ya watu muhukumu kwa uadilifu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akataja katika kitabu chake sifa za waumini, na miongoni mwa sifa zao nzuri alizowasifu nazo, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ni wale ambao katika amana zao na ahadi wanazoahidi ni wenye kuzichunga. Hawa amewasifu Allah subhanahu wa ta'ala ni katika waja wema. Kinyume chake ni khiana. Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa tabia alizozizungumza kwa maneno makali kabisa ni tabia mbovu ya khiana. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: inna Allah la yuhibbul khainin. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wanaosifika na sifa ya khiana. Kwa hivyo yoyote yule aliye na sifa ya khiana ajue kuwa aingia katika maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala ya khatari: inna Allah la yuhibbul khainin. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi, bimaana awachukia wale waliosifika na sifa ya khiana. Inna Allah la yahdi kaida al-khainin. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala haviongoi vitimbi vya wale walio na khiana. Vile atakapopanga yule mwenye khiana, Allah subhanahu wa ta'ala vitimbi vyake ataviporomosha, kwa sababu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amejiwekea katika njia zake,
inna Allah la yahdi kaidal khainin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala haviongoi vitimbi vya wale wenye kufanya khiana. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhimiza tabia ya kuwa waaminifu akazungumza maneno ya ajabu sana. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhimiza tabia ya kuwa na amana amwambia huyu sahaba, addil amanata ila man itamanaka, ifikishe amana kwa yule aliyekuamini akakupa chake ukitunze, kifikishe kama alivyokupa. Wala takhun man khanak, na ikitokea mtu amekufanyia khiana, basi haijakuwa ni halali kwako wewe kumfanyia khiana. Pamoja na kuwa anayemlipa mtu kwa uovu halaumiwi, illa tabia ya khiana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikataza. Wala takhun man khanak, usimfanyie khiana yule anayekufanyia khiana. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uth rahmatan lil alamin, نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى akaitaja tabia ya khiana kuwa ni tabia ya Mayahudi, na Waislamu hawatakikani kusifika na sifa kama hii. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الله سبحانه وتعالى سema, wapo katika ahlul kitab, yani al-yahud, ambao ukiwapa mali nyingi ni waaminifu, atakutekelezea amana na kukurudishia amana yako. Wa minhum, na wako miongoni mwao, man in ta'manhu bidinarin, lau kama utamuamini na dinar, mali chache kabisa, la yuaddihi ilaik, hakurudishii haki yako, illa ma dumta alayhi qaima, isipokuwa ukiwa daima ni mwenye kumsimamia na kumuomba kana kwamba kile unachokitaka ni chake. Hii ni tabia mbovu Allah subhanahu wa ta'ala aliyowasifu nayo Mayahudi. Na leo ibadallah, waweza kumuona mtu awaponda Mayahudi na kuwazungumza vibaya, na ni haki kwake yeye kusema hivyo, lakini tabia mbovu hii ya Mayahudi aweza kupambika nayo na wala hajali. Kivipi utawaponda watu kwa tabia mbovu walizokuwa nazo, kisha ukapambika wewe na sifa mbovu kama hizo walizokuwa nazo? Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja pia kuwa ni katika sifa ya wanafiki, ni katika matendo ya wanafiki kufanya khiana. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alama za munafiki ni tatu. Bimaana yoyote anayesifika na sifa hizi ni katika vitendo vya wanafiki. Muislamu hatakikani na kuwa na sifa hii, na haimaanishi akiwa nayo amekuwa kafiri, la, lakini ni katika matendo ya wanafiki, ajiepushe nayo. Idha haddatha kadhab, ni tabia yake mpaka imekuwa julikana, anapozungumza usema uongo. Wa idha wa'ada akhlafa, na pindi anapoahidi akusudia kuvunja ahadi yake. Wa idha tumina khan, wal hadith rawahu al-Imam al-Bukhari, na anapoaminiwa hufanya khiana. Hii ni sifa ambayo haitakikani Muislamu kusifika nayo, kwa sababu ni katika matendo ya wanafiki. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowazunguka watu wa Mayahudi wa Khaybar
wakatanazal katika hukumu yake, ilikuwa awaondoe na kuwafukuza Khaybar. Wakamuomba yale mashamba ya tende yaliyokuwa pale kuwa wao ni wajuzi wa namna itakikanavyo kufanywa katika mashamba hayo. Akawabakisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sharti kuwa kila msimu wa kuvuna tende nusu zitaingia katika serikali ya Waislamu na nusu watawaachia. Ukirudi katika tarikh, fa arsala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Abdullah ibn Rawaha aende kwa Mayahudi wa Khaybar kwenda kuziangalia zile tende, akisie na kuchukua nusu kuwaletea Waislamu. Mayahudi wakamfuata Abdullah ibn Rawaha, wakaja kumuhonga ili apate kuwahafifishia katika ile hisabu anayoipiga juu yao. Sikiliza amana waliokuwa nao masahaba. Faqala radiyallahu anhu, ya a'da Allah atut'imunani suhta, enyi maadui wa Allah, mwataka kunilisha mimi haram? Wallahi laqad ji'tukum min ahabbi an-nasi ilayya, wallahi nimekuja kwenu kutoka kwa watu mnaowapenda zaidi. Wala antum abghadu ilayya min iddatikum min al-qiradati wal khanazir, na nyinyi nawachukia kuliko idadi yenu ya matumbiri na nguruwe. Afadhali matumbiri na nguruwe kuliko nyinyi. Wa wallahi la yahbiluni bughdhi iyyakum alla a'dila alaykum, lakini wallahi ninavyowachukia, chuki yangu hainibebei mimi nisiwafanyie nyinyi waadilifu. Pamoja na kuwa nawachukia na wale ninaotoka kwao nawapenda, wallahi siwezi kumfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam khiana. Na namna ninavyowachukia, siwezi mimi kuwa dhulumu na chuki yangu juu yenu. Mayahudi kusikia haya maneno wakapiga kwa ukelele, Allahu akbar, bihadha qamat as-samawati wal ard, kwa uadilifu huu mlionao nyinyi Waislamu ndio mbingu na ardhi zimesimama. Ibadallah, hivi ndivyo walivyokuwa masahaba katika amana. Lakini leo waulizi wafanyi biashara leo, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ni wangapi wanaofanywa khiana? Hasa tukizungumza tu katika jambo la biashara. Na yasikitisha awe atajipamba na tabia mbovu kama hii Muislamu, wakati yasikia Allah subhanahu wa ta'ala sema inna Allah la yahdi kaida al-khainin. Asikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yuhibbu al-khainin, Allah hawapendi watu makhain. Vipi Muislamu wewe utajipamba na tabia chafu mbovu ya khiana? Katika tabia zote ukuona tabia ya khiana, tabia mbovu. Na kuna sehemu nyingi ambazo wengi katika watu wafanya khiana, sio katika biashara peke yake. Wallahi mpaka katika majumba yetu, namna tunavyowalea watoto wetu, ikiwa hatutasimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwalea, sisi tutaingia katika khiana. Jambo lolote ambalo ni amana juu ya shingo yako, ikiwa ni mwalimu juu ya wanafunzi wako, huku watekelezea haki yao, wallahi waingia katika khiana. Na sehemu nyingi khiana imetandaa, wal iyadhu billah. Ibadallah, tutatakikana tujiweke mbali kabisa na tabia hii mbovu. Muislamu hasifiki na tabia ya khiana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم كن إخواننا عونا في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.